Madam Jacinta Kemuma, Mungu akubariki. Kwa hakika umekuwa zada kwa wengi. Twakuombea Mola Madam Jacinta Kemuma. Ukitaka mali safi kuja Kemuma. CCTV utapata Kemuma. Mulika mwizi. Electric fence utapata Kemuma. Automatic gate utapata Kemuma. Fire system, alarm system, fingerprint, automatic gate, mali safi. Kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo John na mi twende Kemuma. Vitu ni fresh, mali yote fresh. Hapana deal na mtumba, kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi John na mi twende Kemuma Engineering System. Kwa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Tuanze kwa majina. Yeah. Kwa majina naitwa Jacinta Njeri Mwirore. Mwirore ni bwana yangu na nimetoka Kemuma Engineering System. Kwenye huwa tuna deal na bidhaa za CCTV camera, vitu za electric fence, vitu za access control na vitu za intruder alarms, na tuna deal mpaka na vitu za solar product, na ladders na tools. Yeah, na tuko huku CBD building ambayo inaitwa Nyandarua House. Yeah. Asante sana. Wanawake wengine pengine wange katika kiti ambayo uko umeng'aa katika biashara. Pengine hii Kemuma ilianzaje? Ilianza ikiwa biashara kubwa ama ilianzaje kama mwanamke? Watu huwa wanafikiria ya kwamba Kemuma ilianza ikiwa biashara kubwa. Lakini hapa tuko Nyandarua House. Tulianza huku second floor, room 207. Karoom kadogo sana. Kalikuwa huwa tunasikia kalikuwa lodging, kalikuwa kanatoshea tu kitanda na choo. Tulianzia hapo na tulianza na bidhaa kidogo sana, vitu za stima. Alafu sasa biashara venye inaenda tukaongezea, tukafanya mchanganyiko wa kuuza soda, maji na vitu zingine tulikuwa tunaziita buns, lakini ni keki. Na tulikuwa tunafanya hayo yote ndio Kemuma isimame na isonge mbele. Lakini venye tulienda mbele tukaacha saa hizo scratch card, maji nini, tukasimama sasa na hizi vitu za security product. Kabla ukuje kwa Kemuma ama kuanzisha hii biashara, kama mwanamke ulikuwa unafanya biashara gani ndio pengine ufunguke macho useme ningetaka kusimama katika hii biashara? Okay, mimi nikikuja ama tukianza kuanza hii biashara ya Kemuma Engineering System, nilikuwa housewife. Na nilikuwa tu after kupata mtoto wa msichana akafikisha miezi 9. Nikaona huyu mtoto ndio nimlee vizuri na avae chenye nataka na kule chenye nataka, inanibidi mimi mama nitoke kwa nyumba. Na tena hata mimi ndio ni kuwe na kanywele kazuri, kanguo kazuri. Nilionelea hii mambo ya kuomba kwa mzee, yeye mambo zingine understand ati nywele inaharibika within a month or yeye anajua ni 2 months. So kama mwanamke ukiwa kwa nyumba ni lazima ujitahidi kwa sababu ya watoto wako na wewe binafsi, wewe mwenyewe, na kwa sababu hutaki kukaa at the rental houses. Unataka kujishikia kitu chako, unataka kufanya mambo yale yengine watu wanafanya. Yeah. Hii biashara watu tumekuwa tukiona watu wengi ni wanaume. Wewe kama mwanamke umesimama kivipi? Umepiga na changamoto hivi kivipi? Okay, ni kweli wengi wenye wanafanya hizi biashara za kiteknolojia ni wanaume, lakini mimi nimejitahidi. Nikasema
what a man can do, a woman can do better than that. So mimi nimejitahidi, nikataka kujua hii machini inatestiwa aje, hii machini wanafanya nini hivyo. Sasa mpaka hiyo ikaingiana na mimi. Yeah. Pengine ni changamoto gani umekuwa ukipitia kama mwanamke katika hii biashara? Kama mwanamke ni lazima ujitahidi, kama kwa hii biashara yani inahusika na mambo ya technical, ni lazima ujitahidi kujua hizo vitu vyenye zinaitwa, zinatumika aje, feature zote za hiyo product unauza. The other thing, changamoto inakuanga kwa wanabiashara ni finances, kwa sababu kila wakati unataka kukua more than the way you are, unataka kuenda mbele, na vitu zingine ni lazima ukue, yani unapata mawaidha mingi kwa wenye wamejua hii biashara. Pengine mama wengi wanasema sasa anzisha biashara sijasoma. Hapo awali ulikuwa umetutajia kwamba ulikuwa unapigwa simu, unaambiwa hii inafanywa hivi. Pengine wewe ulipata hekima ya hii biashara aje? Mimi siwezi sema ati ni lazima ukuwe umesoma. Okay, lakini masomo ni nzuri, lakini si ati ukuwe tu ujiwekea ati kikwazo useme ati kwa sababu sijasoma sitafanya biashara. Mimi husema ya kwamba biashara ni ya mtu yeyote. Kama Mungu amekubariki kufanya biashara utaifanya. So hakuna mahali masomo, okay, masomo ni nzuri kwa biashara, lakini usijiwekee kikwazo ya kusema mimi ni mama sijasoma. Mimi hata si kuenda ati kupelekwa kwa duka fulani nifunzwe. Mimi nilikuwa nafunzwa na bwana yangu kupitia simu. Ananiambia kama ni kepo unauza, unafungua tu pale unaona stripes, kama ni foko unaona ni ine. Hata kama nilienda hapo Sirore wa kufungua mpaka nikafika, mpaka ninaziangalia hivi na macho, ninajua ile ni foko, ile ni 6 ile ni 8. Hata mkono yangu tu inajua hii nimeshika ni foko bila kuangalia. So hiyo masomo mingi haitakikani kwa biashara. Na nikwambie kitu moja, unaona hao watu wa university na nini, kwa biashara hawatakikanangi sana. Kwa sababu wewe hutakaa kwa biashara, unataka kuenda kukua manager, supervisor. Tunataka hao wa medium classes. Watu wamepata Kadaudi. Yeah, Kadebo. Alright. Shukrani sana. Hapo awali umetutajia kwamba ukiwa nyumbani ungetaka ulikuwa unatamani at least uko na pahali petu tusitoke dento. Leo hii unaweza nini hiyo pengine umeweza kuachieve kama mwanamke katika hii biashara? Kama mwanamke nimeachieve mambo mingi. Kwa sababu nikiwa housewife singejua kudrive gari. Nilikuwa huko tu nakimbizana na mtoto kumbadilisha pampa. Lakini I can drive myself. Naweza jua parts za magari, hata ikikwama hivyo nitakwambia guza, hata kama sitaguza nitakwambia guza mahali fulani. Yeah, so vitu kama hizo na encourage wa mama watoke kwa nyumba. Vitu za technical huku, machines zenye hata nikiambiwa shika hii Jesinta ututengenezee, naweza tengeneza. Nimefunza, kuna ladies wanafanya huku, they do the same. Tena kutoka kwa rental houses. Maybe umekaa pale uko single room, mtatoka kwa single room rini. Maybe mzee ameenda ila mshahara amepewa, akileta mkule habakishi. Si mshikane nyinyi wawili, mubakishe ndio muweze kutoka muende kwa nyumba yenyu. Ama kama si kutoka muende kwa nyumba yenyu, mpate ka plot mahali. Na ile mambo tu huku Kenya unaona watu wakifanya. Yeah. Alright. Kuna mwanamke ambaye amekuwa akiogopa kuanzisha biashara kwa sababu anasema nikianzisha biashara sitapata faida, nitafunga. Kusota ama kufunga biashara ni chanzo ama it is still one of the achievement? Kufunga biashara, kufungua. Unajua kuna mtu atafunga ya kwanza na akufe moyo na mimi hata sisimami hapo kwa kufunga. Kwa sababu awali, yani before tufungue biashara, ilikuwa ni neno la unabii kutoka kwa Bishop Edward Mwai from Jesus Winner Ministry. Na wakati biashara yetu ilifika miezi 7, tukafikiria kufunga.
Vyenye Mungu tu alinisaidia niende kwa madhabahu, roho wa Mungu kupitia Bishop Edward Mwai alisema tusifunge. So naambia wamama, kwa nini ufunge yako? Mimi huwa nasema ya kwamba struggle. Yani wacha akili zako ziwazue. Ujue ni strategy gani nitafanya kwa hii biashara ndio iinuke. Suluhisho si kufunga. Hiyo biashara hata tukienda kwa Biblia, Simon Peter walikuwa wanaenda kwa mto wanatega samaki, lakini kuna siku walilala bila kupata hata samaki moja. Yesu alipokuja hakuambia watoke hapo waende kwa ziwa kwa mto mwingine ama another sea. Aliwaambia wazushe nyavu zao chini. Hapo chini pakatokea samaki mingi sana. So unaweza ondokea ile, tuseme for example kama ningefunga Kimuma, ningeifunga tukiwa kale kaduka 207. Sasa unaona ile baraka ningefungia. Na wacheni nimwambie wa mama, shetani anakimbianga sana. Ukianza biashara, shetani anakuanga wa kwanza kusema ufunge hiyo biashara. Na marafiki wanakuambia hata hakuna mahali unaenda. Mimi nataka kuambia wamama na watu wenye wameanza biashara, kuna mahali unaenda. Yes, usifunge biashara. Na ujiulize, Kimuma imekuwa an example. Kama tungefunga hii biashara ikiwa miezi 7, ni baraka ipi tungekuwa tumefungia? Maisha mazuri, mambo mazuri, yale tu yanafanywa ni wa Kenya, tumeyapata hapa Kimuma Engineering System. Alright. Yeah. Asante sana. Kuna watu ambao wamekuwa pengine wakisucceed katika biashara zao. Kando pengine na kusimamisha kuendesha gari yako, kusimamisha watoto wako. Pengine society, mkono yako imeweza kuonekana katika pale nje. Yeah, huwa Kimuma Engineering System kwa sababu huwa nasema nikasafari, tumetoka mbali. Nikasafari karefu sana. Huwa tunasaidia watoto yatima, mashule kama 7 kuwa feed after every 3 months. Hata kama sileti hiyo mambo kwa mtandao, kwa mitandao huwa tunawatembelea. Yeah. Wanawake wengi wamekuwa wakiogopa kuchanganya biashara zao, kusema sitaki mwanaume akuja katika biashara yangu ama nimfichirie siri faida ambayo anapata pale. Wewe pengine hapa umekuwa mkifanya kazi biashara na mume wako. Pengine ni achievement gani umeona, manufaa gani kushirikiana mume na bwana katika biashara? Hakuna kitu kizuri na kitamu kufanya biashara na bwana yako. Kwa sababu kibeti yake ama pesa yake yote atakuwa akifungulia kwa hiyo biashara. Na maybe kama huyu bwana yangu anaendanga na huko anapata masaiti, mimi huwa naona pesa yake yote mindset yake iko kwa biashara. Sasa kama ni mimi singeweza, tuseme mimi niko na kiwango kwa mfuko yangu maybe niko na 1,100 ama mpaka 1,500. Sasa nikuuliza hiyo itaweza kusustain hii Kimuma yote? Lakini bwana akijituma na huko na umuonyeshe wewe ni mwaminifu, pesa yote anaenda kutafuta na huko ataleta wapi? Bora na wewe ukue unaangalia hiyo biashara na unaipeleka vizuri. Na with that tumefanya mambo mengi makubwa. Alright, pengine tukimalizia pengine ungetuambia kuna wanawake ambao wamekuwa kiogopa kutoka kwa nyumba kwa sababu wako na familia, wako na nyumba pale. Pengine wewe una balance aje uko na biashara na umesomesha biashara yako? Ile kitu inanisaidia ni kukua yani kuamini Mungu, prayerful woman, na the other thing ni kuamka mapema. Hata Biblia imetuambia the virtuous woman wakes up early during the night. Kujipanga, kuomba, kufanya mambo yangu ya nyumba, ninapata nafasi mzuri ya kupanga watakula nini, watoto mambo yao iko sawa hivyo. Alafu sasa nakuja kazi mapema, tunaomba na tunafungua by saa 1 tunakuanga duka zote za Kimuma zimefunguliwa. Yeah. Haya basi, pengine tukimalizia nataka pengine waangalie hii kamera, waambie mwanamke ambaye amekuwa akiogopa kufungua biashara, anasema nitafungua kesho, nitafungua mwaka ujao, ambaye huwa amekuwa katika hiyo kiti ya kuogopa.
Mwanamke mwenye anasema ati atafungua biashara wakati fulani, ataishi akisema hivyo. Wakati wa kufungua biashara ni sasa hivi. Wenye wakusema ati mwaka ujao, ati after 5 years, after nilea watoto, utaona watoto wako wakifikisha 3 years, 5 years bado uko kwa nyumba. Ukigojea mwingine anakuja. Ukifikisha ule miaka 3 mwingine anakuja. So huwa mimi nilianza biashara nikiwa na mtoto wangu akiwa miezi 9. Wa pili nimezalia Kimuma. Akiwa na miezi 5 nikarudi kwa biashara. Venye sasa nilikuwa nafanya, ninatokea mapema na ninakuja sasa una regulate masaa yako. Na tunaenda hivyo, Kimuma inakuwa, mtoto anakuwa. Sasa ni wasichana wakubwa. Yeah. Pengine leo hii nini umeweza kujivunia? Pengine ukianza na ile duka ya Sango. Leo hii leo hii Kimuma imeenda. Wacha tuseme Kimuma imeenda. Tuko na biashara mingi na tena mambo mingi. Yeah. Asante sana kwa muda wako na tunashukuru. Sawa, thank you.